Unafahamu nchi tajiri ambayo kila kitu ni bure? Fikiria kuamka asubuhi katika nchi ambayo ukienda hospitali hutoi hata shilingi moja. Mtoto wako akisoma shule hakuna ada. Ukifika chuo kikuu bado ni bure. Ukikosa kazi, serikali inakupatia pesa za kuishi, na hata ukistaafu, serikali inaendelea kukulipa ili uishi maisha ya heshima. Hii ni nchi ambayo imefanikiwa kujenga mfumo ambao karibu kila huduma muhimu kwa wananchi wake inawekana kama ni bure. Lakini swali kubwa linaanza hapa. Iliwezekanaje kwa nchi ndogo yenye watu wachache kufikia kiwango hiki cha maisha? Na ni siri gani iliyofanya nchi hii kuwa moja ya nchi tajiri na zenye maisha bora zaidi duniani? Basi, leo tutaingia ndani kabisa ya hadithi ya ajabu ya Norway, nchi ambayo kwa wengi inaonekana kama mahali ambapo maisha yanaweza kuonekana kuwa bure. Norway ipo kaskazini mwa Ulaya. Ina watu takriban milioni 5 tu. Lakini licha ya kuwa na watu wachache, Norway ni miongoni mwa nchi zenye kipato cha juu zaidi kwa mtu mmoja mmoja duniani. Swali ni, ilikuwaje? Miaka ya 1960 waligundua mafuta mengi kwenye bahari ya kaskazini. Kwa masoko ya uchumi duniani yanasema, nchi nyingi zenye rasilimali huishia kwenye rushwa, vita au maskini. Lakini Norway walifanya kitu tofauti. Hawakugawa pesa kwa wanasiasa, hawakuitumia vibaya. Waliunda mfuko maalum wa taifa unaoitwa Government Pension Fund Global, unaosimamia mabilioni ya dola kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Leo, mfuko huo ni miongoni mwa mifuko mikubwa zaidi ya uwekezaji duniani. Katika Norway, ukiumwa unaenda hospitali, hakuna kuulizwa bima wala hakuna kutoa hata senti moja ya kiasi cha pesa ngapi. Hakuna kuuza shamba ili kulipia matibabu. Huduma ya afya inalipiwa kupitia kodi maalum za mapato ya serikali. Mama akijifungua ni bure, na upasuaji mkubwa hufanywa kwa gharama ndogo sana au bure kabisa. Na ndio maana kiwango cha vifo vya watoto ni kidogo sana. Katika Norway, mtoto anaanza shule ya msingi hadi chuo kikuu bila kulipa ada. Vyuo vikuu vya umma ni bure kwa raia. Serikali pia inatoa mikopo nafuu kwa wanafunzi. Hii ina maana mtoto wa maskini ana nafasi sawa na mtoto wa tajiri. Na ikitokea mama au baba akipata mtoto, wanapatiwa likizo ya uzazi yenye malipo ya karibu mwaka mzima ya kazi anayofanya kama ofa. Fikiria hilo. Mzazi anaweza kukaa nyumbani kumlea mtoto huku bado akilipwa mshahara. Huduma za watoto pia zina ruzuku. Ndio maana Norway ni moja ya nchi zenye furaha zaidi duniani kila mwaka. Maisha haya mazuri yana gharama. Wananchi wa Norway hulipa kodi kubwa sana. Kodi ya mshahara inaweza kufika 40% au zaidi. Kodi ya bidhaa pia ni juu. Ingawa Norway ni moja ya nchi tajiri zaidi duniani, maisha hayo mazuri hayaji bure. Kuna jambo moja muhimu ambalo wananchi wake wamekubaliana nalo: kulipa kodi kubwa kwa ajili ya maendeleo ya taifa lao. Wananchi wengi wa Norway hulipa kodi kubwa kwenye mishahara yao. Kwa baadhi ya watu, kodi ya mshahara inaweza kufika karibu 40% au hata zaidi kulingana na kiwango cha kipato wanachopata. Hata bidhaa wanazonunua kila siku kama chakula au huduma mbalimbali pia zina kodi kubwa. Kwa mtu kutoka nchi nyingi duniani, kodi hizi zinaweza kuonekana kuwa kubwa sana. Lakini kwa wananchi wa Norway, hali hii haionekani kama mzigo mkubwa. Sababu ni moja muhimu sana: wana imani kubwa na serikali yao. Wananchi wanaamini kuwa pesa zao za kodi hazipotei wala kuibiwa na viongozi. Badala yake, zinatumika moja kwa moja kuboresha maisha yao. Kodi hizo husaidia kujenga hospitali bora, shule za kiwango cha juu, barabara nzuri na huduma nyingi za kijamii. Katika Norway, kiwango cha rushwa ni kidogo sana ukilinganisha na nchi nyingi duniani. Taasisi za serikali zina uwazi mkubwa na viongozi wanawajibika kwa wananchi wao. Ikiwa kuna matumizi mabaya ya pesa za umma, sheria huchukuliwa haraka. Ndio maana wananchi wako tayari kulipa kodi kubwa kwa sababu wanaona matokeo yake moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Kifupi, mafanikio ya Norway hayategemei tu utajiri wa mafuta, bali pia uaminifu kati ya serikali na wananchi wake, pamoja na uwajibikaji wa kweli katika matumizi ya rasilimali za taifa. Swali la kujiuliza ni hili: je, utajiri wa nchi unatokana na mafuta tu, au unatokana na nidhamu, uaminifu na maamuzi sahihi? Norway haikuchagua tu kuwa tajiri.
ilichagua kuwa na mfumo wa haki. Na labda funzo gura ni kwamba si kila kitu ni bure, bali ni kwamba jamii ikiamua kushirikiana inawezekana kuishi bila hofu ya kesho. Tia komenti yako hapo chini kama una chochote cha kuongezea. Usisahau kusubscribe channel yetu mpya ya The Storybook New.